Dada. Yaani kama bahati ya. Leo hakuna haja hata ya kukusalimia. Sababu nishakusalimia sana. Ninamaliza mate yangu. Hivyo kama dada, nikwambiaje ili uamini kwamba nakupenda? Nifanye kipi? Au nigalegale chipi? Haya. Unikatae sasa mimi natafuta hapa unikatae. Bado hauamini kama nakupenda? Umepaka masizi nini? Maana hivyo vitu unavyofanya hapa na jinsi ulivyo ni vitu viwili tofauti. Kaka, unaweza kuwa na mtu kama mimi. Unaweza kuwa na mtoto kama mimi. Unaweza kanimiliki. Kwanza niangalie. Ni cheki baba. Kweli dadangu, umejitahidi kunitukana kwenye ukweli. Kwa hiyo sisi wote hatustahili kumiliki wanawake wote? Sio kwamba haustahili. Yaani wewe hufai kuwa na mtu kama mimi. Yaani unachojua ni kumiliki magauni na wewe usafi. Mtu anipeka. Sikia dadangu. Hili sio gauni. Hili ni kanzu. Sawa. Hapo kwenye swala la hela, mbona mimi ni mzee wa connection? Masuala ya pesa mimi yanisumbui. Ngoja hata nikwambie kitu kimoja. Sawa. Muda sio mrefu nimetoka kumsaidia rafiki yangu. Sawa, alikuwa amekamatwa. Sasa hivi angekuwa anania bebe. Lakini nilipokuwa mjanja, mzee wa connection, mzee wa mipango. Sawa. Nikaenda pale nikamtishia afande, yani kama ni bunduki. Nikakuta jamaa mwenyewe kasalenda. Hizo mada zako na hicho ulichonisimamishia hapa vinahusiana nini? Sio mada, hilo swala ni zito ambalo nimelifanya. Kijamii wanaichukulia kiukubwa zaidi. Swala la kumkamatia afande kikopo na anaachia bunduki na mtu ni swala gumu sana. Kwa akaamua kumwachia jamaa, tukamnyang'anya na bastola, tukatembea naye. Amani. Sasa wewe hizo mada zako hizo na hicho ulichoniambia hapo. Habari zenu? Vipi? Kwani utangia muda alikuwa anaongea hivi? Kaka ndo anavyomuona hivi. Mwenye fichi hivi. Vipi babu, mbona mapresha kibao? Unaanza kudata nini? Mwanangu, afadhali ni wewe. Bora ningekuwa hata nimepungukiwa na akili. Ni yule afande mwanangu. Ni vipi? Mara kisha nikuta huko nyuma. Ilibaki hivi. Hapo sikuelewi, wewe nipe maelekezo namna gani vipi? Si yule afande, tumemnyang'anya pisto. Afande wa kikofia yule. Kaleta nini tena? Mwanangu, kanikuta mazingira fulani niko na kale kademu kale, sawa? Nikakuta yeye kajichanganya pale. Yaani kitu niokoa. Ni kipaji cha kujifanya. Unajua wingi. Vile muda ule umenitoa tu pale. Mwanangu, tukaa tujakamatana tena mpaka tunakutana sasa hivi. Kwa sababu sisi ni binadamu. Leo kwangu, kesho kwako. Sawa. Lakini iko hivi. Nilipotoka tu pale mimi nikagundua kwamba jamaa sasa kanifuatilia, akalisoma hata shati langu nini, nikakimbia chapu, nikaanza nikachukua kanzu chapu kuchange mazingira. Sasa kwenye kale kadeni ketu tumeshamaliza,
Ama swala anaga mzaa. Tunajua kila kitu na pesa. Yaani unanichanganyia mafaili, si ndio? Yaani kuhusu deni liko pale pale. Na kwa msini yangu tayari ilibidi unilipe leo. Kwa kuwa ndo vile umenisave mwana, baridi hata kesho unanipa hiyo. Si ndio? Yaani hela yangu mimi haisamehewi babu. Umesikia? Hapo mimi nadhani tumeelewana. Ila kwenye masuala fulani baridi. Ila sio kuhusu deni langu mimi eti nikusamehewe. Hilo haliwezekani. Sahau kabisa. Hapo kesho yani ninapokuhakikishia kesho inabidi unipe hela mimi nikasave shida zangu, si ndio? Naona nataka sasa hivi tuanze kuonyeshana umafia. Sawa. Shilingi kwa 50 yako mimi nitakulipa. Ila msala wako uko pale pale mzee. Yaani unanitishia. Mimi. Mimi kitaiti hamna kunitishia yoyote kwanza. Hapo deni langu lazima unipe. Na kama unaamua cha kufanya wewe fanya. Mimi mwenyewe shashindikana mwanangu. Tukataane hivyo hapo hela yangu nipe kesho mwisho babu. Mimi kichwa kina mambo mengi saizi. Oya mwanangu, nasikia kilio, umekuwa mbuzi wewe. Na hapo wewe uniambia masuala ya ganja umeacha. Umekuja maskani pale, wewe mwanangu wa mambo unaachana nayo. Unafanya nini hapo? Mwanangu. Nilitoka hivi nikwambia naacha hivi vitu mwanangu. Sema nini mwanangu, mimi niliona ule ni uchoyo mwanangu. Natangia nimefika mwanangu, nimevuta mara moja tu. Yaani nimevuta mara moja tu. Yaani kiasi cha kwamba mwanangu ule ni uchoyo. Mimi bwana nje zangu maskani hapa nijongea cha kwangu hapa ndio nikawa nakipiga hivi. Mimi nilitoka hivi nimekwambia naacha. Mimi nimekuelekeza kwamba naacha bangi au si? Sasa yaani pale ulipotoka tu papo. Mwanangu kama ulinicholesha dakika hizo kaja askari. Wewe kuja afande pale ikawa kisanga mwanangu. Ishu haieleweki. Afande akaleta za kuleta zile tunaelewa mimi mwenyewe ndo vile. Nikagusa nikaona huyo ataniua mwanangu nikachola. Umeona katika 1 na 2 mwanangu kikozi mwanangu pa. Afande sikashtuka mwanangu. Chuma chini ya ulinzi baba. Sina ujanja. Hapo nikawa natembea umeona. Ile kutembea kidogo tu. Mshikaji alitokea pale mwamba. Akaza simama. Afande akasimama, afande mwenyewe muoga yule bwana umeona. Sasa katika 1 na 2 mshikaji ndo akaniokoa. Sasa mshikaji leo ananiambiaje? Ananiambia tilie deni la shilingi 50 mwanangu. Tumalizane kisha kanitoa pale ndo tumalizane. Umeona mwanangu zeshen kama hizo. Sema nini? Mimi naona ni sawa. Kwa sababu akutoka kwenye mazingira fulani hivi mwanangu. Uko sasa hivi uko Segerea, akakutoka kwenye mazingira fulani hivi yani. Au vipi? Mwanangu kumbe naye ni wale tu mwanangu. Yaani mimi nikajua wewe unavuta banki pengine ya mahesabu, kumbe naye ni 0 tu. Yaani msamee shilingi 50, unaona ni hela ndogo kwa usio. Wangu mimi 50 naweza nikala mwaka ujue mwanangu. So kwamba mshikaji kunitoa pale kwamba mimi ningeenda jela, nisingetoka mwanangu, mimi ningetoka. Tunaelewa sheria zetu mwanangu. Sema nini mwanangu, mimi ngoja nijitenge tu kwa sababu mimi naona na wewe tunapishana sana mwanangu. Toka juzi mwanangu naona mimi na wewe hatuelewani kabisa. Unaletea zeshen sana mikato mwanangu, haina noma, mimi ngoja nijichenge. Hapo siku nyingine mwanangu mishe kama hizo mwanangu kuniingilia wewe unaweza kama umenichomesha wewe. Tena na mimi. Swala la kumkamatia afande kikopo na anaachia bunduki na mtu ni swala gumu sana. Sasa wewe hizo mada zako hizo. Na hicho ni hapo. Habari zenu?